Neno la uzima, mwezi wa 10, mwaka 2025. Msaada wangu watoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na dunia. Ni katika kitabu cha Zaburi kipindi cha 121. Nani ndiye haijamfikia maishani kusikia kama anashindwa, kama mambo yanamshinda? Mwandishi wa Zaburi ya 121 anapatikana yeye pia katika hali ya kushindwa kufuatana na magumu anayoyaishi, na anajiuliza kama atapata msaada wapi. Jibu linapatikana wakati anaungama imani yake kwa Mungu aliye matumaini yake, akikumbuka yeye Mungu amekwisha kumtendea maishani mwake. Anao uhakika kama katika magumu yake ya sasa, Mungu ndiye jibu, yeye anayelinda na kukinga kila mtu, pia taifa lote. Msaada wangu watoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na dunia. Zaburi hii inaendelea ikieleza kuhusu Mungu mwenye nguvu na mapendo aliyeumba vyote vinavyoonekana na kuvilinda mchana na usiku. Mungu hataacha mguu wako uteleze, hataacha asinzie yule anayekulinda, asema kwa uhakika mkubwa mwandishi wa Zaburi. Akielemezwa na magumu, mwandishi wa Zaburi hii aliinua macho, alitafuta tegemeo kwa mwingine nje ya mazingira yake ya kawaida, na huko akapata jibu. Alitambua na kujionea mwenyewe kama msaada watoka kwa yule aliyeumba viumbe vyote na kuvipatia uzima, anayevilinda siku zote bila kuviachilia hata kamwe. Anamsadikia kwa imani thabiti Mungu huyu anayelinda mchana na usiku taifa lote, yeye mlinzi wa Israeli. Imani yake kwake inamsukuma kumtangaza kwa wengine bila masito. Msaada wangu watoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na dunia. Wakati tunapatikana katika hali za wasiwasi, uchungu, mashaka, asema Kiara, Mungu atamani katika magumu hayo tuyasadiki mapendo yake, na anatuomba tuonyeshe matumaini yetu kwake. Anatamani nyakati hizo ngumu zitusaidie kumwonyesha kama tunayasadiki mapendo yake. Ndiyo kusema kusadiki kama yeye ni Baba yetu mwenye kuhusika nasi, na pia kutia ndani yake kila magumu yanayotufikia, kumtwika yote. Lakini namna gani msaada utoka kwa Mungu unamfikia kila mmoja wetu? Maandiko matakatifu yanaeleza hadithi nyingi zinazoonyesha jinsi msaada wa Mungu unaonekana kupitia matendo ya watu kama vile Musa, Eliya, Elizeo au Esteri, walioitwa kuwa vyombo vya kuficha wema wa Mungu kwa taifa au kwa mtu fulani. Sisi pia, ikiwa tunainua macho, tutatambua matendo ya watu ambao wakijua au hapana wanatusaidia. Hivi tutamshukuru Mungu aliye asili ya wema wote anaotenda mtu. Mungu ndiye aliyetuumba moyo wa kila mtu, na tutaweza kumshuhudia kwa wengine. Lakini ni vigumu kutambua msaada wa Mungu kwetu ikiwa tunajiangalia sisi binafsi, tunajifungia kwenye magumu tunayo na kutafuta kuyatua tukitegemea tu nguvu zetu sisi. Ikiwa tunajifungua, tunaangalia nje yetu na kuinua macho, tutagundua kama sisi pia twaweza kuwa vyombo vya Mungu kwa kufikisha wema wake kwa watu wengine.
tutatambua mahitaji ya wengine na kuweza kugeuka kwao msaada wa maana sana. Msaada wangu watoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na dunia. Roger toka Costa Rica aeleza, padri moja niliyemjua alinipasha kama kutapita nyumbani kwangu mtu atakayekuja kuchukua vitambaa vilivyohitajika na kikundi chetu kinachohusika na kuwasaidia watu. Vitambaa hivyo vilikuwa vya kupelekwa kwa Mkristo mmoja wa parokia yetu aliyevihitaji. Nilipokuwa nikimngojea, nikamwona jirani yangu mmoja anapita. Aliishi katika hali ngumu sana. Nikamwita na kumpatia mayai 7 yote niliyokuwa nayo pamoja na vyakula vingine. Akashangaa kwa kitendo hicho, kwani hakuwa na chochote chakula yeye, mume na watoto wake. Nikamkumbusha aliko la Yesu lisemalo, ombeni mtapewa, katika kitabu cha Mathayo mstari wa 7 kipindi cha 7, na kumwonyesha kama Yesu anajibu kwa mahitaji yetu. Jirani huyo akarudi nyumbani kwake kwa furaha akimshukuru Mungu. Mchana yule mtu kutoka kwa padri akafika. Nikamtolea kikombe cha kahawa. Nikiongea naye akaniambia kama ni mtembeza gari ya mizigo. Nilipomuuliza, mzigo gani gari yako inachukua? Akanijibu, mayai, na kwa utashi wake bila mimi kumwomba akanitolea mayai 32. Silviano Malini na kamati ya Neno la Uzima.